Anifa, mwenzi unajiona nitakuja nife kabla ya siku zangu. Kwa haya masuala ya kuja kukutana humu ndani. Ninachokiomba, tunakutana tu mtaani, sio humu ndani tena. Roho yangu nikiingia humu, roho yangu inakuwa juu sana. Nakuwa nakosa amani, nakuwa sina confidence kama huko mtaani. Ni sawa, mimi sina neno. Kwa sababu mimi furaha yangu ni kukuona una amani. Sasa kama unavyokuja hapa huna amani, mimi sijisikii vizuri. Sawa, tutakutana unapopataka wewe. Basi sawa. Vipi leo? Uwezi kufika kwangu? Maana kuna vitu nimevimisi kutoka kwako unajua. Wala hata usijali. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Sasa ngoja nitamwaga mume wangu kwamba naenda nyumbani. Alafu nitakuja kwako, sawa? Ndio maana nakupenda kwa sababu unajua kukea. Na unavijua vitu vyangu. Ila sikia sasa. Usiniangushe basi, maana nimekumisi. Wala hata usijali. Na hizo utapokunywa wasiwasi wako hapo, utakuja kukosa vingi. Wewe mwanaume mzima unakuwa na wasiwasi kwa kimwanaume kama kile? Kweli? Haya. Usijali nitakuja. Sawa, usiniambie. Unaponiambia hivyo unanipagawisha. Natamani mpaka nikusogelee, ila moyo wangu unaenda mbio huko ndani. Yaani pressure so pressure, kisukari so kisukari. Ila anyway, baadaye ufike basi. Mapema uwahi. Sawa. Wewe? Utaniozi. Ndakuja kufaidani. Ila sio mbaya, mara moja moja. Lilian, dada akirudi na mimi narudi. Si unajua masuala kulea watoto wa watu nao ni shida. Kumbuka wale watoto wa dada yako lakini. Haina hiyo. Naanzaje kulea mtoto wa mtu ingali mimi bado sina mtoto hata mmoja. Siwezi. Narudigi tu. Sawa. Mimi naelekea nyumbani. Maana nilipita kukusalimia tu. Sawa, karibu tena. Kaka, hata kuficha maovu. Bye. Mimi sio kwamba naficha maovu. Tambua kwamba hapa nyumbani tunashinda na mama. Hatushindi na baba kabisa. Yaani tukijichanganya tu kusema tutakula kipondo ambacho sio cha nchi hii. Lakini ujue tu mama akirudi nitamwambia kila kitu. Unatuelewani sasa. Mimi nitakaa zangu kwa sababu mimi nimeshazoea matatizo. Sasa mimi nitafanya nini sasa? Hane, kuna mtu anazoea matatizo. Ni kweli, lakini kuna muda mwingine itabidi tu uzoee. Kwa sababu kila kukicha unakutana nayo. Yaani hapo ni lazima uzoee. Lakini yaani kiukweli kabisa ili swala la huyo kutokuja nyumbani linanipa changamoto sana. Changamoto gani tena?
Na kwa nini upate changamoto wakati mimi niko? Natamani mimi nakuona kila wakati. Mama. Yaani kwa hiyo unamaanisha unahitaji uwe na mimi anytime, sio? Usijali mama kijana wangu. Mimi ni wako. Basi tufanye hivi. Kesho naomba tuonane ili tuyaweke sawa, mambo yote yawe sawa. Tuongee, tuyamalize mama kijana wangu. Usije ukanitesea mwanangu jamani. Utakuja nyumbani? Hapana, sio hapo kwako. Nitakupa maelekezo, ila sio hapo kwako. Hapo kwako ni hapana. Nakupenda nakula kipenzi. Nyuma ya pazia ni nani atanisaidia? Kingu, nimeamua kupita humu ndani. Kuna vitu ambavyo naomba uniambie au tuseme unifafanulie, kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea mimi kama mimi siyaelewi. Yaani nyuma ya pazia inaelekea kabisa kwamba kuna kitu ambacho mimi sikijui. Inakuwa ni aibu sana nyumbani kwangu, nakuwa mgeni. Yaani sherehe yangu nafanya kualikwa. Hebu niambie kuna kitu gani huko? Baba, yaani ni bora uendelee kutokujua hivyo, kwa sababu hata kama nikijaribu kukwambia mimi hapa nyumbani sitoishi kwa amani, kwa sababu mimi nabaki na mama, yaani utaniachia mabalaa tu. Kingu, hapa ni nyumbani kwako. Hakuna mtu yoyote ambaye amethubutu kutoa chochote cha kunisaidia mimi ili nijenge hapa. Sawa? Hivyo huwa sitaona vizuri wewe ukinyanyasika. Kwa maana hiyo, hebu naomba uniweke wazi ni nini kilichoko humu. Mimi ni mtu mzima, jema nalijua, ovu nalijua, na hapa ni kwangu. Likitokea la tofauti na utaratibu hapa lazima nitambue. Kwa hiyo nifafanulie. Baba, ukweli ni kwamba Kingu, hebu naomba unipishe kidogo, kuna mtu atatumalizana naye alafu tutaendelea naye kwetu. Mama, uko wapi? Mama, mwanao nateseka. Mama, dunia inanitenga. Mama, ni bora ungenichukua. Halo? Anifa, najua hicho kitu ulichokibeba sio cha mumeo, ni changu. Siri huwa ni ya mtu mmoja, ila sasa hivi tuko wawili. Tafadhali naomba tuitunze hiyo siri isije kavuja sehemu yoyote. Alafu na kitu kingine sasa, naomba tafadhali usiwe unakutana hivi barabarani. Si unajua kabisa mumeo ni ustazi mkubwa sana ambaye kwamba anaheshimika pale msikitini. Kwa hiyo masuala ya kukutana hapa njiani itakuwa jao, tutashtua maadui.
naomba nikutoe tu hofu kwamba kuhusu siri wala hata usijali, itabaki kwa mimi na wewe. Lakini hapo kwenye kuonana, yaani najikuta tu nataka kukuona kila muda na sijui hata shida ni nini. Anifa, hiyo kunionaona ni mbaya, itafanya kwamba mume wako aje ashtuke kabla ya jambo. Kutana barabarani sio nzuri. Kama ukinimisi mami, njoo nyumbani. Nyumbani si unapajua, sio kukutana njiani. Unataka nije nyumbani kwako, si ndio? Mbona utanichoka? Yaani nitakuwa ninakuja kila wakati. Na hivi ninavyokumisimisi, mbona mpaka utakuwa unanipikia sasa? Kwa hilo usijali. Narudi tena pale pale. Siri ni ya mtu mmoja. Ya watu wawili inakuwa ni ngumu sana Anifa. Tafadhali. Asije mume wako akanisomea rubadi. Alafu si unajua wale ni mashehe. Hawachelewi kukaa chini na kuanza kumshtakia Mwenyezi Mungu. Na dua za mashehe kama unavyojua, Mwenyezi Mungu ndo anakuwa anazipokea sana. Usijali. Takuja. Basi sawa. Wala hata usijali kuhusu hilo. Mimi naomba nikuage tu kwa heri. Isije kaa shida hapa. Si unajua barabarani. Nakupenda. Nyuma ya pazia ni nani atanisaidia? Cheche, nimeongea na Nasi, analalamika kwamba unanyanyasa watoto wa dada yako. Hivi nyinyi watu mna nini? Mbona mnapenda mambo ya Uswahili sana? Yaani msione mtu amekaa sehemu ametulia, mnaanza kumtafuta. Wakati nyinyi mnatafuta sehemu za kukaa. Kukwambia ukweli, nimekuwa tunakutafuta tena. Basi yaishi. Hayawezi kuisha. Maana umekuja kulitibua hili. Naomba mniache kuniongelea wakati mimi nimetulia na familia yangu huku. Imekuwa familia yako tena? Yaani umeanza kujimilikisha wakati dadako hayupo? Familia ya dada yangu ni yangu. Hivi, kwa mfano leo Mungu ameamua kumchukua, unadhani nani atalea hawa watoto? Basi yaishe. Mimi sitaki makelele wakati nipo kwako. Sikia nikwambie. Vitu vingine msio mnapenda kuviongelea wakati hamvijui. Unanielewa?